kila namna. Sasa nikamuuliza mzee, siku wamebanwa na ugonjwa usio na tiba, akapaa pale nyumbani. Fikiria, ukimkataa Yesu na mambo yako yote anayakataa. Akaanza kuondokesha mahali, umasikini ukaingia kwenye mji. Ulivyoingia umasikini, ugonjwa upo ndani, unatibika na nini? Yesu mtaki. Kama mtaki Yesu, manake ukiwa na shida kama unikufa, haleluya, lazima utakufa tu, kwa sababu kanuni ya Yesu ni hii mara moja, kwamba sikiliza, umkiri Yesu usipotaka ufe uende jehanamu. Haleluya, hii ni kanuni ya Yesu. Kwamba nikapata taarifa, manake wamegugumia, wamempeleka hospitali, imeshindikanika, manake hata fedha hata moja ya kumpeleka tena hospitali hamna. Wameenda kwa waganga kienyeji, wamemaliza. Sikiliza, huyu ni see, wanampeleka waganga na waganga anaenda kuoga huko, madawa imeshindikanika, zimesoma dua za kila namna, imeshindikanika. Wakawa ni mtu wa kulala, wa kumlaza ndani, isubirishie siku na saa afe. Na mimi nikasema sikiliza, wakaanza kunitafuta mimi Dar es Salaam. Mtoto wake yupo Dar es Salaam. Huyu mtoto nasikia kwamba ameokoka, kazi yake ni njema, labda tumpigie simu atasema kitu kwa huyo baba yake. Wakanipigia simu, nikasema mnatafuta nini? Baba yako anaumwa, tunataka hela. Nikasema kwa Yesu hela hazipo, bali kuna uzima wa milele. Akimkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, atakuwa salama huyo. Yes, amen, 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 amen. Halo. Siku hiyo nikaenda, nikasikia sauti yako, akaniambia, mwanangu uje unione, inawezekana nilala kufa kesho. Nikasema huwezi kufa kesho mpaka nije umkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi. Sikiliza, mpaka nije umkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi. Nikaenda, nikamwambia mke wangu naenda nyumbani. Nikaenda nyumbani. Nilipofika kule, mke wangu nilimwacha huko. Nilimwambia naenda kuuguza nyumbani, lakini sio kuuguza, ni kumpelekea jina la Bwana wa majeshi. Tunapokaa sisi msikiti huo, nyumba ni hii hapa. Unapokuja madrasa, unapokuja kwenda kuswali, sikiliza, nikamjiria. Akanikuta mtoto wake, mimi nimepeana mtoto wake, mimi ni shafu, nina Kiswahili cha Yesu, nimejawa na Roho. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia, sikiliza mzazi wangu, nimefika leo, lakini nimelibeba jina la Bwana wa majeshi, ambalo hilo jina yapitaye maelfu 4 unapata uzima. Akasema ni kweli, ninaona kwa TV watu wanapona, ni kweli, watu kansa inaondoka, ni kweli, magonjwa ya moyo watu wanapona, HIV watu wanapona. Nikamwambia, sasa wewe mzee wangu, nipe 5. Nikampa 5 mzee, nikampa 5, nikaweka mkono hivi, nikaanza, Baba, katika jina la Yesu, Baba, tazama mzazi huyu ni uzao wake ni nini, lakini leo nimekuja, sina fedha, sina dhahabu, apokee jina lake kwa jina la Yesu. Niliposema amen, akasema amen. Amen. Ndio. Akasema amina. Haleluya. Tembea. Akaanza kutembea. Ni mtu ambaye yuko na raha. Ni mtu ambaye hiyo dhambi ilimshindilia mahali pa mkeka. Sikiliza, miezi na miezi imekatika, hawezi kusimama. Tunashangaa siku ya pili ameacha kwa kitanda na simama. Anasimama, mara anazunguka anaikagua nyumba yake. Anaanza kusema kumbe dunia ni tamu. Haleluya. Dunia ni tamu, maana yake ukimkiri Yesu Kristo, dunia utaiona tamu zaidi ya vile unavyofikiria mwanangu. Ukimkiri Yesu Kristo, sikiliza, anafanikisha mambo yote, afya na mambo mengine. Yule mzee alipompokea siku ya pili, ya 3, mwezi mzima, yuko hapa na tarai. Kwa tafsiri ya lugha za jamii, ana tarai. Mara anaanza safari ya kwenda mjini kurudi, anaanza safari, wanaanza kusema, mzee yule
Bwana kapona. Amekuja nabii. Nilivaa hili. Nilivaa joho langu hivi. Nikasema hili joho neno mpokea jina la Yesu. Akapokea jina la Yesu. Lakini ngoja nikwambie, ukimpokea Yesu Kristo kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, utakuwa na uzima milele. Lakini kitu kimoja, Mungu akubariki. Lakini kitu kimoja, ukimkataa Yesu Kristo, Biblia inasema yeye mbele zake atakutana na baba yake. Sasa kilichofuatia ni amepata afya. Shida ya watu, Yesu anapowaokoa wanajisahau kama aliokoa Yesu. Sinagogi hajachukua raundi ndani ya siku 3 mahali pa sinagogi. Amen. 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 Nakuambia baba yangu nilizika ndani ya siku 3 kwa kaburi. Napigia simu naambia baba yako amekufa. Nikasema ni dhambi moja ambayo yeye nilimwambia asirudi nyuma. Geuka. Ukimwona binti, futa macho yako. Ukimwona binti, futa mkanda wako. Ukimwona binti, funga simu yako. Ukimwona binti, bana sketi yako. Ondoka. Nenda mahali pa hekalu. Utakuwa salama. Hey! Haleluya! Kinachoua watu, maanake wakimkiri Yesu Kristo, wanaanza kutengeneza mpasuo. Wanaacha wanamwacha Yesu. Wakimkiri Yesu, sikiliza, wanaanza kupendeza macho. Wakifika mahali pa hekalu, wanaanza kudondosha mate. Sikiliza ngoja nikwambie, ukiokolewa mahali pa utumwa, nyoka. Njia ya kwenda mbinguni ni nyoka. Ni nyembamba ambaye pepesi, bali naenda kwa kujikunja nini mpaka ufike. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza pale mahali pa mtu baada ya kufa na nyumba kaanza kubomoka. Dhambi huzaa dhambi. Ile nyumba iliyoishi zikaanza kubomoka. Alafu cha uzuri zaidi, alinunua bati karibu 50, msauzi hapa sijaona msauzi wa bei kubwa sana. Akanunua akataka jenge. Sasa wakatazama nani hapa mtoto wake ambaye yeye aliyobaki hapa anaweza kupafanya kuwa na nyumba. Nikasema hizo bati nafika kuweka kambi la Bwana wa majeshi. Haleluya. Amina. Hizo bati ndio kuweka kambi la Bwana wa majeshi. Hayupo mtu atakayenishtaki kwa sababu mimi ni mzao wake. Haleluya. Sikiliza, naenda kuweka kambi mwezi wa 8. Inajengwa clearless kabisa. Watu wakamwabudu Mungu huko waliko. Amen. Kama umesikia sauti hii jioni ya leo, ukiona taa nyekundu inaleta tahadhari juu yako, simama hapo ulipo. Hata kule simama tu. Sogea hapo ulipo niweze kutamka kitu muda na wakati huu. Sogea. Hapo